Na huyu kameramani kafuata nini hapa? Nimekuuliza huyu kameramani kafuata nini? Hapana mke wangu, tungekaa kwanza tuyazungumze, sio nakurupukia kunipiga mke wangu. Unajua huyu kameramani ni rafiki yangu. Pili, tumekuja kutengeneza tangazo hapa. Tumeona hapa ni sehemu yenye utulivu mke wangu, ndio maana nimemwambia twende nyumbani kwangu tukatengenezee tangazo kule kule. Kuna shida gani mke wangu kwani hapo? Mpumbavu kabisa. Unamleta humu ndani hii nyumba babako. Isitoshe unamleta chumbani kwangu. Unamleta humu ndani nyumba ya baba yako na kuuliza? Hapana mke wangu, sio ya baba yangu, ni ya kwako. Hapo kidogo nimekosea kweli mke wangu. Basi naomba unisamehe. Aise, nye vipi? Mbona kama mnanidiscuss? Halafu Abdalla, mimi nina kazi zangu nyingi sana za kufanya. Nimeacha huko kazi zangu za kwenda kushuti. Kwa ajili umeniambia tunakuja kushuti tangazo la dakika moja. Sasa mbona muda wote mnajishikashika kama mnanisema hapo, afu hamueleweki? Halafu nikajua huyu ndani unaishi na huyu mama yako, kumbe huyu ni mke wako. Abdalla umeamua kujizolea sasa mshangazi. Sasa Abdalla, huyu mwanamke utamuweza wakati na kujua una nguvu za kiume wewe? Na mishangazi wanatakaga wanaume lijali, wanaojiweza, wenye nguvu za kiume. Wewe utamuweza huyu mwanamke wewe? Ndui, ushaanza kuzingua. Hizi ni personal issues zangu, ni mambo ya kifamilia. Mbona unataka kuyaingilia? Personal issue za bibi yako wewe. Yaani mwanaume huna nguvu za kiume, mpumbavu wewe. Yaani kimoja chali. Kumbe hata mwenzako anajua kabisa wewe hauna chochote unachokifanya humo kwenye suruale. Ukionekana unatembea utajua libaba sasa si hilo. Lakini yaliomo hamna kitu, mpumbavu kabisa wewe. Yaani mimi nilikununua nikajua sasa huyu mwanaume shupavu, mwanaume lijali, atakizi haja zangu. Yaani tu kuna tu uwezi. Sasa wewe si uondoke, una mchango gani kwenye nyumba yangu? Naomba uondoke. Na hivi ninavyoongea nikimaliza hapa, ubebe kila kitu chako uondoke. Nitaenda kutafuta mwanaume mwingine atakaye timiza haja zangu. Yaani kuja tu kunikuna uwezi. Mpuuzi wewe. Ni kweli mke wangu, mimi nilikuwa Abdalla kimoja pa chali. Sasa hivi niite Abdalla wa vitano, ndio raundi ya kwanza. Nimepata dawa kutoka kwa mganga leo mke wangu. Kwa hiyo usijali kuhusu kupelekewa moto. Hiyo dawa inaitwa kijitipa, komesha wa malaya makula sondola kutoka Tanga huko. Ni noma. Yaani nimekijaribisha kwa mganga. Dude mpaka sasa hivi nakwambia mke wangu halijalala, linataka. Mganga mwenyewe alimanusula ni mbake. Hivyo tu, lakini mke wangu nishapona sasa. Twende ndani. Ni hicho kijiti ni noma mke wangu. Twende ndani nikakupelekee moto mpaka uchanganyikiwe. Wewe nengeneka tu. Yaani uwe na uhakika na unachokiongea. Sio tunaenda ndani kimoja chali. Yaani kama una uhakika hizo dawa ni za kweli, ukansontola paka ikasontoka kabisa, na kuahidi nakupa milioni 10 leo hii mme wangu. Twende sasa ndani. Hapo kwenye hela hapo madam, ngoja kwanza. Kwenye hela mimi hiyo kazi mimi naiweza. Mimi ninaweza kwenda hata raundi 15 bila kupumua madam. Twende ukaanze na mimi ili uone. Ichiero. Aka, sasa wewe nikupeleke wapi? Kadogoli wewe, nikupeleke wapi katoto kadogo namna hii? Hata maziwa shingoni hujatoka. Wewe. Huyu mme wangu analikubwa tu, ana mjegeje mkubwa, lakini alikuwa tatizo lake kimoja chali. Na kwa kuwa suluhisho kashalipata la dawa, natumai mambo yetu yatakaa sawa. Sasa wewe mtoto nikupeleke wapi? Kanyonye kwa mama yako mshenzi wewe. Ondoka kwanza nyumbani kwangu. Usikodoe macho hapo. Umemsikia mke wangu alivyoongea? Ondoka. Au mme wangu kama hataki kuondoka, uanze naye kumpelekea moto. Shega tu mke wangu. Mbona huyu mzuri tu analika?